lot of change ambaye haikuwepo sasa iko. So I'm so happy. Ningependa kumuomboleza Betty Bayo, mama ya watoto wangu. Sky na Dani. Na mimi sina ubaya. Sema amen. Sometimes watu wanasema Pastor Kanyari ni mbaya. Pastor Kanyari ni mbaya. Lakini hamjaisikia nimepigana na mtu. Ile kitu mmeisikia tu nikifanya ni kuitisha 310 peke yake. Sijawahi kupigana na mtu. Katika historia ya Kenya hakuna msichana ama mwanaume ameshajitokeza akasema nimemng'oa meno. Wala hakuna mtoto anaweza jitokeza aseme nimeifanyia mabaya. Na ni kuitisha 310 niliitisha, hata hiyo nilikuwa naitisha 310 ni pesa kidogo sana. Maana saa hivi inatengeneza mabarabara huku, ndio inajengea watu manyumba na ninaendelesha ile ibada ya compassionate. Hata ni vile Betty Bayo amefariki saa hizi, nilikuwa na Dorcas, ibada ya Dorcas ambayo aspirant rafiki yangu alikashifu zile jiko nilikuwa napeana. Akasema ninapeana jiko za makaa. Lakini nimependa sana hawa watu MCA. Najua mkuu mjaonana na watu, mtatukanana na watu, mtaongea kinyume cha watu, lakini wakati mnakutana hata mnajua kumbe damu zetu zinafutana, kumbe you are friends. Semeni amen. We can do so many things together. Lakini wakati tuna separate, we cannot do so many things. Na ndio maana ningetaka wale watu ambao wamehudhuria siku ya leo tuendelee kuwa marafiki. Chege wakati aliniita nilienda na nikapeleka msumari wangu huko, na ni mbali si karibu. Kwa sababu ni akili yangu hainiambiaje eti sasa nisiende kusaidia mtu wa Nyeri, hata kama ako Murang'a, ako Mombasa, hata kama sio Wajir. Hiyo compassionate iko ndani yangu. Watu wengi wale mnaoona wanaonekana kwa compassionate ni kama ndio wamefanya kwa muda mrefu niliko, ni kwa sababu wao ndio walijua bloggers na Facebook na TikTok kabla yangu. Sema amen. Maana mimi sikianani kitu ndio nionekane ni nature yangu kupeana. Kwa familia ya Tash pamoja na Tash na watakia mema. Mimi I don't have war with them. Siku ile wataamua tutapigana, lakini kwa sasa maana hawajaniambia tupigane, sitaki kupigana. Semeni amen. Na watu wanasema Pastor Kanyari pigana, simama uchukue mkuki. Sitaki kupigana kwa sasa, na sitaki kuongea mabaya kuhusu anything. I just want to be quiet. Najua bila nachojua na kuongea, watu wananijua katika TikTok, katika kuongea. Wakati niliingia TikTok, watu walisema Kanyari umeingia TikTok. Lakini mimi nilijua nikiingia TikTok, watu watanipenda tu. Kwa sababu nina roho ya kupeana. Nilianzia kupea wakubwa wote wa TikTok tu kidogo. Sasa hakuna mtu anaweza kupiga. Sema amen. Wale walikuwa wananiita shetani na kuuliza halo, naingia baadhi yako. Habari yako? Umesema mimi shetani hii simu inafanya M-Pesa ama haifanyi? Hii inafanya. Angalia, naweka kitu. Maana unachukua zawadi ya mtu, ufungulia mtu mlango. Ambia jirani yako zawadi ya mtu. Hiyo ni kitabu gani? Which book? Biblia iko karibia ndio anajua vitabu. Dominic ajui vitabu. Sawa, wacha tu nisome mstari mmoja. Wakati wataniruhusu nisome. Wacha tu nisome just one verse. Ingawaje leo ni siku ya kuomboleza. Nilipenda Betty Bayo sana. Yeye ndio wako nipenda. Sema amen. Maana tuliachana leo, akaolewa next week. Lakini mimi sijawahi oa until today. Na nimekuwa nikilea watoto hao. Na hata wakati aliolewa na harusi, aliolewa na hiyo kwenda ushago, bado mimi niliendelea kusaidia watoto wao. Hata akiwa ameolewa. Na I think hii upole wangu na uzuri wangu. Unajua mimi nitakuwa na mdomo sana, lakini kwa social media huko nini. Lakini ikifika mahali tupigane, mimi sitaka hiyo mambo.
Mimi usamehea watu mambo mengi sana. Si maploti nimenyang'anywa na ninanyamazia watu. Kuna mahali mtu alimenyang'anya eka 2 ya shamba, nikafikiria nikaona hii hata niko na eka 20. Hiyo 2 wachana nayo ataende nayo. Na nikamsamehe. I think hiyo uzuri wangu watu wanaichukua kama coward. I'm not coward. But nature yangu sio nature ya vita. Kila mtu ana nature yake. Mimi nature yangu ya kuitisha mbegu. Na kwa sababu mbegu siku hizi haitumwi. Mimi hata nimestuka sana, my brother Kariuki amepeana 1,100 pesa. Mbona mnatoleana? Kariuki amenipa 100,000, mimi nimestuka. Mimi nilipewa 1,100. Mimi na mtu kwa TikTok nilitumia lion mbili. Kwa TikTok nilitumia tu lion. One lion is like 50,000, so mbili ni kama hiyo 1,100. Mimi sijalipewa kitu. Lakini zile 310 nilipewa zamani, sasa zilimea. Ni zenyewe natumia kufanya nazo mambo. Sema amen. So what I can say, zawadi ya mtu ufungulia mtu mlango. Proverbs 18:16. Proverbs 18 verse 16. For Tash, I'm not fighting you. Tuache Betibai walale salama. Watoto wetu, I think you are in the safe hands. Kama kuna watu wanapanga mabaya mahali, I don't know, but mimi naombea watu mambo mazuri. Katika kitabu cha Methali 18:6 nasema zawadi ya mtu, sema kwa sauti, zawadi ya mtu umpatia nafasi. Sisikii sauti. MC walienda. MC wanafaa kuja tukule nyama. Tuongea mawili matatu. Tusome 1 2 3. Zawadi ya mtu umpatia mtu nafasi. Kumleta mbele ya watu wa kubwa. Nimepewa 1,100. Lakini sio yangu. Hizo pesa nitakusanya, sasa kuonekana mimi ni mkora. Nipelekee komiti. Semeni amen. Kwa sababu asante. Tumesoma zawadi ya mtu. Sina jambo lingine la kusema. Mungu awabariki. Mimi nataka kukushukuru kijana Msafi and the groups. Kariuki pamoja na Mathai na waheshimiwa wote, vile ambavyo mmeniheshimu kwa kukuja, hata mimi mkanihitaji mahali popote nitakuja. Mimi ninajua kuweka marafiki. Kama kuna rafiki ambaye anakosa usingizi juu yangu, hata mimi nitakosa usingizi juu yake. Kama unaweza kuja kwangu ukae mpaka saa 6 usiku, hata mimi nitakuja kwako nikae mpaka saa 8 usiku. Sema amen. Maana a friend in need is a friend indeed. Jana mimi najuaga Pastor Kiongei pengine anipendi. Unajua sasa kutembea ni vizuri. Wala Kiongei kwa sababu sasa anaongea kwa TV, kwa YouTube ananitukaduka. Unajua mimi ndio nakuwa rais wa kupiga pigo. Hata ukitaka kutoa sadaka sema wewe si kama Kanyali. Watu watakupatia kitu. Sasa nikasikia Kiongei anaongea nikaona kumbe this man loves me. Never judge a book by looking at its covers. Usijudge, don't judge people. Na ndio maana hii kanisa hata kuwa malaya unaruhusiwa kuingia hapa. Hata uwe mwizi unaruhusiwa kuingia hapa. Maana hii ni kanisa ya kubadilishia watu tabia, na hatuforce watu wabadilishe tabia. Tunawaongelesha, Mungu anawabadilisha. We talk to them, God change them. Wakati niliingia TikTok, nilianza kuongea na Kigachoku. Watu wakaniambia ninaongea na gay. Na Choku alikuwa na mchezo mwingi sana, nikimwambia toka mapepo wanafanya vitu kwa fani. Kwa sababu mimi siamini katika kupewa na mtu pesa. I don't believe katika kupewa. Mimi nafanya kazi ya mikono yangu. Kwa hivyo sijawahi weka hii kanisa nijifanye mtakatifu ndio watu wanipatie sadaka. Hapana. Sasa nishinda na suti,
na tai na nikae hivi kabisa ndio nijifanye ndio huyu anipee 2,000, huyu anipee 3,000. I do what I do. Kwa sababu mimi sihitaji lazima nipewe sadaka. Mwenye ananipea kwa roho safi. Semeni amen. Lakini sipendi kujifanya. I don't like kujifanya. Sasa Choku amepanda hapo nikosa kuongea na yeye kwa sababu yeye ni gay, ni homosexual. Si hata anajua tabia, anajua atabadilika. Watu walikuwa wanavuta bangi hapo, walishaacha bangi. Most of the time tukiwa wadogo kuna vitu tulikuwa tunafanya, lakini sasa hivi kwa ajili ya uzee hatufanyi. Sasa kwa ajili ya uzee hatufanyi. Kwa hivyo let's not judge people. Hata hao watu mnaona wazuri ndio watakunyang'anya watoto. Sisi wabaya ndio tunaonewa. Semeni amen. So let's be good and godless. Sina jambo lingine ni kusema Mungu awabariki wote kwa kuja kuomboleza na mimi. Siku ya Friday ndio tutapumzisha Betty Bayo. Thursday Betty Bayo tumepata naye watoto wawili. Tulikuwa tunakaa naye mahali panaitwa Grispan. Wakati mambo yangu yaliharibika hivi kidogo, pesa zangu zikakamatwa, hapo ndio tulikuwa tuelewani kidogo na tukawachana. Lakini still tulikuwa good friends. Maana hata wakati alikuwa hai tulikuwa tunacheka. Sasa hivi nikifungua simu yangu nikuonesha text za message za WhatsApp, hata wewe utashangaa. Tulikuwa tunacheka na yeye, alikuwa ananiita Baba Sky kutia watoto, naendea watoto na wapeleka out na warudisha. Sikuwa na issue. Mtoto wangu mmoja anasomea shule ambayo ni very expensive. Siningeamua nisimsomeshe ninunue magari. Kuna wanaume wengi sana hawawezi somesha watoto wao. Walizaa na wao. Mtoto wangu tumeachana na mama yao. Why are you exposing people? Say amen. So I'm so happy kwa ajili ya those two children, na naamini ya kwamba wataendelea kuinuka na hakuna siku watashuka chini. Watainuka. Hiyo kizungu anasemekana wanaongea. Mimi ndio nimesababisha waongee. Mbona watu wataki kunipatia credit jamani? Hiyo kizungu watoto wangu wanaongea, it's me. It's my money. Nimewapeleka international school, the best school in Kenya. Inalipwa $500,000 per month, patana. Hata sijali kwa mama. Hata sijali, hakuna mtu wetu ndani waambia analipia bank pesa mingi namna hiyo. Maana unajua nikiambia watu wananiambia hana hiyo pesa yote. Niliambia baba yangu akaniambia yeye somesha mtoto shule ambayo imepita 15,000. Ndio my brother. Aliniambia yeye hawezi somesha mtoto hata wale akona wao. Shule imepita 15,000. Nikamuuliza kwa nini? Kaniambia afadhali ajenge manyumba, wakikuwa wakubwa watakuta hiyo manyumba. Sema hivi. Sasa mimi wangu mmoja namsomesha 500,000, wa pili 500,000, na wakitaka trip wanaenda trip America. Kwenye mimi sijawahi kanyaga. Mimi nilienda nchi za ng'ambo wakati nilikuwa na Betty Bayo. Yeye ndiye alikuwa anapenda trips. Mimi sipendi kutembea. That's me. Mimi ni hapa kanisani kwa nyumba yangu. Kanisani kinachenge ndio ameanza kunifundisha kutembea. Wananiita tunikutano. Mzee kuja na huku kuja, mimi sipendi. Ni nyumbani hapa. Lakini siku hizi juu ya mambo ya siasa nimeanza kutembea miguu, lakini miguu hivyo pole. Mimi I don't like walking. Maana naona kila mtu kinyume na mimi. Sasa sometimes you stay alone like that. Sasa kama akiniambia yeye Betty Bayo ndio alikuwa kwanza kunipeleka Thailand. Nikaenda out Thailand. For the first time kupanda ndege, ni Betty Bayo alisababisha nipande ndege. Nilipoenda Thailand akanidanganya. Akaniambia tunakaa wiki moja
Juu mimi nilikuwa napenda kanisa sana. Mimi sitokai kwa kanisa. Akaniambia tunakaa 1 week. Kumbe tulikaa miezi 2. Kumbe visa inasema 2 months. Na mimi sijui. Nikakaa huko miezi 2. Kwanza hiyo tulikozana hata sikuwa na amani, maana mimi am a businessman. I love business, I love money. Mimi napenda wanawake kweli. Lakini kwanza tuongee business kwanza. And then tukuje wewe sasa. Maana mimi naamini pesa ni kila kitu. Sasa ukianza kuniambia tushinde hapo na uniambie mambo ya pesa tutakosana. Mimi nataka kwanza pesa alafu tuongee mambo mengine. So akanipeleka Thailand, mara ya pili akanidanganya, akaniambia tunaenda wiki mbili China. Tukaenda tukakaa mwezi mmoja. Nadhani Betibayo chenye hakunipendea ni kwa sababu aliona mimi sio mtu wa kutravel. Na Betibayo ni mtu anapenda traveling sana. Ukifungua account yake mara sijui ya account yake mara wapi, mimi am not like that. I'm not outgoing person. Ni mtu ambaye napenda kukaa peke yake. Lakini nafurahi kwa sababu ya kina Chege wananifundisha, kina Kariuki wa juzi wameniita huko, at least now naweza ongea na watu, nicheke na watu, nione kumbe kuna kuaga hivi. Siku ninajua hiyo. Hata baina wa UTC ameniambia ataniita kanisani kwake. Nitembee tu, sio nihubiri hapana, I love that. Sasa hapo nilikuwa nimekaribishwa tena ni TikTok. Lakini TikTok niliacha siku TikTok sana nakuwa kidogo. Nilikuja nikakujua kumbe TikTok unaenda hivyo unakuwa addicted. Nilikuwa na wananikataza kuingia TikTok, lakini ngojea saa 6 usiku watu wakuwa wamelala. Naweka on. Ninachoma. Asubuhi nikiamka nakuta na trend Kenya nzima. Nimebana. Napigia nani? Anaitwa nani? Pitakio, inawaambia Pitakio yongea na brokers mafuta hizo vitu zote. Hiyo naye anajua sasa ndio nimepata samaki kubwa. Ananiambia nitaongea na wao lakini wanaitisha pesa fulani wote. Sasa videos zinakuwa. Sasa nowadays niliona TikTok is not safe for me. So naingia kidogo na achana hiyo mambo mengine. So God bless you so much. God bless you for coming. Amen. Wow, thank you very much. Tumpigie baba yetu makofi.